Asante sana watu wa Siaya, Beruru, Murembe. Asanteni kutukaribisha hapa Siaya. Nimeona watu pale nyuma, sijui kama umewaona. Kumbe Siaya mnaweza panda ukuta. Mnaweza panda ukuta. Mimi nasikia Ruto amesikia baba anakuja tarehe 20, ameanza kuweka ukuta kama ule. Ile ukuta tunaweza panda hatuwezi. Tunapanda hatupande. Tunaweza panda kama wale jamaa. Basi Ruto wako mashakani. Hata akiweka ukuta, tuko na watu wanaweza panda hiyo ukuta, si ndio? Kwanza niwashukuru sana watu wa Siaya, sababu jana tumekuwa kule pwani, pahala panaitwa Kilifi, kwa yule shujaa Ronald Ngala. Mnakumbuka Ronald Ngala alikuwa rafiki sana wa Jaramogi, na tumetoka kwa Ngala kule bahari Hindi, tumekuja hadi ziwa Victoria kwa Jaramogi. Mmetukaribisha? Mumetukaribisha? Na tuko hapa sababu hawa wazee waanzilishi wa taifa letu walipigania uhuru wetu, ndio tukawa Kenya huru. Hivi sasa 62% ya Wakenya, juzi wamefanya utafiti, wa Kenya 62% wanasema nchi yetu imepoteza mwelekeo. Watu wa Siaya, mnakubaliana na haya matokeo? Because we are saying if 62% of Kenyans are saying our country is going in the wrong direction, then there's something wrong in the Republic of Kenya. Kweli si kweli? Na hapa Siaya, ninyi mumechangia pakubwa agenda ya mageuzi ya taifa letu. Na leo nataka mjue, in the history of the Republic of Kenya, Siaya has a very special place. Ninyi ndio mlitupa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Jaramogi Odinga. Ninyi ndio mmetupa the second prime minister of the Republic of Kenya, Raila Amolo. Ninyi pia mmetoa kule Amerika jamaa anaitwa Barack Obama. Si anatoka tu hapa kwa gelo. Mumepeana kule Amerika rais wa kwanza mweusi kutoka hapa Siaya. Nyinyi si wachache? Na sisi tulio hapa siku ya leo kama wana Azimio, tunaamini ninyi pia mulitupa the 5th president of the Republic of Kenya. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022, Raila alishinda out of the 8 regions, mikoa ya zamani. Nyanza yote baba alishinda, hakushinda. Western kwetu akashinda. Pwani tumetoka yote amesweep, kutoka Vanga hadi Kiunga baba alishinda. Ukienda Ukambani kwa Kalonzo baba alishinda. Ukienda kule Northeastern Nairobi kote alishinda. Kwa kaunti 47, na mimi nimekuwa waziri wa ugatuzi, tulikuwa na kaunti 27 baba alishinda. Ruto alishinda kaunti 20 peke yake. Sasa hiyo hesabu, hata commissioner 7, 4 wako na baba, 3 ndio wako na Ruto. Watu wa Siaya anawauliza, ni nani ameshinda hiyo kura? Nani alishinda hiyo kura? Hebu mikono nione wale mnaamini baba alishinda hiyo kura. Sisi tulio hapa tunaamini baba alishinda hiyo kura. Na ndio sababu tumeambia Mheshimiwa Ruto ya kwamba afungue hiyo sava, wa Kenya wajue ukweli, for the truth shall set us free. Mko tayari? Nimemsikia yeye anasema ati katiba ya Kenya haimpi jukumu la kufungua sava. Amekataa ati hiyo sio jukumu lake. Lakini pia nataka nimkumbushe mambo ya ushuru. Mambo ya ushuru, ile article 131 inapeana majukumu ya rais. Jukumu la kutoza ushuru sio la rais, ni la KRA. Hiyo ni kweli. Lakini huyu jamaa amejifanya ndio Zakayo, mtoza nini? Ushuru. Na sisi tuko tunamwambia Zakayo ashukishe bei ya chakula, ama tarehe 20 afanye nini? Ashukishe, si ndio? Ashukishe bei ya unga, ama mtafanya nini?
Ashukishe bei ya mafuta ama afanye nini? Ashukishe bei ya stima ama afanye nini? Sisi tumesema tarehe 20 tunaenda Nairobi kuonana na huyo Ruto mundu humundu. Mko tayari watu wa Siaya? Mko tayari tembee pamoja? Na sisi twasema hivi ya kwamba kando na yale ambayo amekataa mambo ya servers, mambo ya IEBC, sisi twajua yeye alijitangaza kupitia mtu anaitwa Chebukati. Sisi tunajua hakushinda kura, he's in State House sababu ya IEBC. Na yeye ameanza kubadilisha IEBC peke yake. Sisi tumemwambia bwana Ruto asitishe mambo ya unilateral ile anafanya sasa kuteua mambo ya IEBC. Sababu IEBC ikipoteza imani ya Wakenya, si 2027 tutakuwa na shida. Hakutakuwa haja tena tupige kura with a compromised IEBC. Hiyo ndio tumesema we want an open consultative process. It's not too late yeye kusitisha mambo haya. Tuko pamoja? Sisi pia tumesema there is something wrong with our politics in Kenya. Yule Barack Obama ambaye alitoka hapa, rais wa Amerika, alisema the problem with America is not the magnitude of our problems, it is the smallness of our politics. Na ile shida, jamaa amesema hapa nimeongea kizungu maduong. Hii kizungu si ni kama ya Orengo. Ujue si leo tuko USA. Yani Ugenya Siaya Alego, si ndio? Hii kizungu yangu by the way, hii sitoe USA ile Amerika. Mimi nimetoa tu ya hapa. Mimi nimesomea hapa Homa Bay. Mnajua India. Mnajua Karachonyo. Mimi nimesomea hapa. Na hii kizungu nikichapa sawa sawa mjue inatoka hapa Nyanza. Sawa sawa? Sasa nataka nirudie kidogo sababu nataka Ruto anisikie siku ya leo. The problem with Kenya is not the magnitude of our problems. It is the smallness of our politics. Ruto badala ashukishe bei ya vyakula. Amesema subsidy ambazo Uhuru aliweka yeye hataki. Yeye nami tulikuwa kwa cabinet na Uhuru Kenyatta. Hakuna kikao hata kimoja Ruto alikosa cha baraza la mawaziri. Alikuwa huko hadi siku ya mwisho. Tukipitisha mambo ya subsidy, 18 billion iende kwa mafuta, 2 billion kila mwezi iende kwa vijana wetu wapate kazi mitaani. Tukatoa mabilioni kwa chakula bei shuke. Yeye sasa anasema hataki subsidy eti sababu Uhuru hakutumia vizuri. Kama Uhuru hakutumia vizuri, hizi mabilioni ambazo sasa badala ya kuleta chakula Kenya, yeye anaenda kununua matrakta bwana. Trakta itawapa chakula hapa mkule saizi. Sisi tumesema tunataka badala ya yeye kuchukua zile mabilioni 2 bilioni ya vijana kazi mitaani, kununua wabunge wenu. Na mimi najua ametarget Nyanza. Jana amenunua viongozi kutoka hapa Nyanza. Muliona au mkuona? Kesho ameita wenzangu kutoka kule Western. Anataka kununua viongozi wa kule Western. Anunue wabunge, anunue magavana. Badala ya kushukisha stima, pesa zenu ndio ananunua viongozi wenu. Hii ni ungwana kweli? Pesa zenu badala ashukishe maisha, yeye anatumia hizi pesa kuweka maofisi. Tunasikia iko ofisi ya yule spouse wa Prime Cabinet Secretary. Sijui iko ofisi gani anaongeza. Ninyi mnaweza kula maofisi kweli? Mna njaa hamna njaa? So haya ndio mambo tunamwambia asitishe yale. Let him deal with the problem that is facing Kenyans. Number 1 ni chakula, gharama ya maisha. Number 2, tunataka hiyo server ifunguliwe. Na katiba inampa uwezo. Yeye anasema ati hawezi guza sababu sheria haiwezi. You can have a law that might be legal but is not legitimate. Tuko pamoja? Hiyo ndio nataka tembee pamoja. Tunawashukuru kutupa nafasi tuje nyumbani. Tunashukuru baba alisema tukiwa Pwani. Orengo amempigia simu akasema watu wa Siaya mmesema baba arudi Siaya dala. Mmemkaribisha? Mmembariki atoke na baraka zenu. Tarehe 20 twende Nairobi.
Hiyo ndio nataka tuseme asante erokamano ya hinya kutukaribisha hapa, na tukitoka hapa tunaelekea Kiambu. Ijumaa tutakuwa tunaelekea upande wa Kiambu County. Na kutoka huko tuko na kiongozi shupavu wa Jubilee, ametumwa hapa na rafiki wa baba Uhuru Muigai Kenyatta. Anaitwa Jeremiah Kioni. Na mkaribisha aje aweze kusema